mstari wa 19. Hesabu 23 mstari wa 19 nasema hivi: Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute iwapo amesema. Hata litenda iwapo amenena. Asante. Hata lifikiliza. Hiyo ni swali 20. Hapo tu. Mungu si mwanadamu. Amen. Akisema kitu hata timiza. Yes. Ni swali Mungu anauliza mwanadamu. Anakuambia mimi si mwanadamu. Hallelujah. Nikisema kitu nitatimiza. Amen. Ndio unaona sasa wana wa Haruni walikuwa wanafanya kazi nzuri kama sisi wanadamu tukifikiria. Silikuhakisha tu moto. Lakini Mungu alikuwa ametoa neno lake litunzwe. Alikuwa ameleta ukweli wake utunzwe. Amen. Yesu ni Mungu. Amen. Na anasema hapo, wale wote ninaowatenga wanikaribie. Simesikia hilo kitu kama hiyo. Wewe amekutenga umkaribie. Kwa hivyo kila natarajia kwako ni utuze neno lionekane mtakatifu. Sio sisi tuonekane watakatifu. Yeye aonekane mtakatifu. Yesu wetu ni Mungu. Amen. Kwa hivyo tutuze neno. Hata mtu wa kwanza hakutii neno. Sisi leo tunahangaika. Tunahangaika. Nasikia ninaoma, maumivu mwili unauma, sijui mguu hapa, sijui ugonjwa wa baridi, sijui nini, sijui kifua, sijui si unaona? Hiyo yote ni kutotii kwa mwanadamu, kutotuza neno. Hallelujah. Hii mahangaiko yote unaona duniani, hawa na siasa sijui nini, hiyo yote. Amen. Ni kwa sababu mwanadamu alikosa kutii neno. Yes. Usile tutuda, full stop. Yes, kama sisi ni wanadamu hiyo kwetu ni si kama kitu. Lakini Mungu ni baba wa yote. Amen. Mungu ndiye muumbaji. Amen. Neno lake liheshimiwe. Hallelujah. Na hakuna tofauti ya Mungu na neno lake, usidanganywe na mtu. Amen. Yesu ni Mungu. Hallelujah. Yesu ni Mungu. Si neno lifanyika mwanadamu. Ndio. Ama si neno tunasikia? Si ni neno lilifanyika mwanadamu. Na ndiposa katika maisha yote ya Yesu tunaona aliongea popote aliongea neno popote. Akifanya muujiza ni ni neno. Jambo lolote akitenda ni neno. Kwa hivyo tutuze neno. Tunaona matokeo katika Agano la Kale. Agano la Kale ni mwalimu. Ndio hofu ya Mungu ikuje. Ile tulisoma ilikuwa Numbers. Hesabu. Hesabu 16:40. Msikiza hapo pia. Tuko kwa mkutano. 16:40. 16:40. Hesabu 16 Tuza neno. mstari wa 40. Na tuza nafsi yako. Usipotii neno unadharau nafsi yako na utakufa. Hesabu 16 mstari wa 40. Inasema viwe ukumbusho kwa wana wa Israeli. Anza hapo juu kidogo. Nianze 39 38. Hapa ngati. Nianze 38. Anza tu hapo. Kuanzia 38 inasema vile vietezo vya hao waliofanya dhambi na kujihasiri nafsi zao wenyewe na vifanywe mbao za kufuliwa kuwa kifuniko cha madhabahu, kwa kuwa walivyosongeza mbele za Bwana navyo ni vitakatifu, vitakuwa ishara kwa wana wa Israeli. 39. Bali Eleazari kuhani akavitwaa vile vietezo vya shaba vilivyosongezwa na hao walioteketezwa, nao wakavifua vile kifuniko cha madhabahu. 40. Viwe ukumbusho
kwa wana wa Israeli, ili mgeni awaye yote asiye wa kizazi cha Haruni asikaribie kufukiza uvumba mbele za Bwana, asiwe mfano wa Kora na mkutano wake, kama Bwana alivyonena naye kwa mkono wa Musa. Asante. Mstari wa 40. Ukisoma Biblia ndio tunahimiza watu wetu wasome Bible. Kwa sababu nanirahisishia kazi ninapofundisha somo kama hili. Maana hapo juu utakuwa ukijua ni nini ilikuwa inaendelea. Ndio Bwana atoe sheria. Kulitokea wanasiasa wa Israeli wakiwa nyikani. Na wakasema si tu hata sisi tunaweza tutolea Bwana sadaka. Tunaweza chinja. Tutolee Bwana sadaka. Hapo hicho kikundi kilikuwa kinaongozwa na Dathan na Kora. Moto ulishuka, dunia ikapasua mdomo, ikawameza na wakachomwa. Sasa Bwana akatoa sheria, niliwaambia hapa. Walawi ndio walikuwa watu ambao walikuwa nasimama mbele za Bwana. Mkitoa sadaka zenu, kondoo zenu, mbuzi zenu, kile mnatolea Bwana, mnawakabidhi. Na wao ndio walikuwa makuhani. Hata wanye tunasoma Agano Jipya makuhani. Yesu ni Mungu. Amen. Sasa Bwana akatoa sheria. Mtu wa kabila ingine yote, kulikuwa makabila 12. Mtu wa kabila ingine yote asiwahi kuja na kuleta sadaka kuchinja mbele zangu. Mtu asiye wa kabila lao wala wao hii. Na sasa hawa nimewafanya hivyo. Iwe funzo, mjifunze. Na iwe kubukubu. Mtu mwingine awaye yote asije akasimama mbele zangu kunitolea sadaka. Kwa hivyo ni neno langu mtalitunza. Lakini baada ya muda, maana mwanadamu usahau. Na unajua sasa shida kubwa ni kwamba wale watu walipokuwa wakitoka katika njia za Bwana, wanaabudu miungu wengine, wanaweka neno kando. Sasa wanaenda na kufikiria kwao. Sasa ilitokea baada ya muda fulani. Some katika msulize pasta, maana ana wageni wengi, kwa hivyo msio na shida, simu ikilia msikilize neno. Hebu tusome katika mambo ya Second Chronicles. Mambo Nyakati wa pili 26 Asia 16 mpaka 21. Tumeona ya kwamba mtu yote ambaye si wa kabila la Walawi, Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili, Second Chronicles 26. Mambo ya Nyakati wa pili 26. Tusa neno 26 kuanzia 16. 16. Second Chronicles chapter number 26 verses number 16. 21. Nasoma kwa jina la Yesu. Lakini alipokuwa na nguvu, huu ni mfalme fulani, endelea. Narudia. Lakini alipokuwa na nguvu, moyo wake ulitukuka, hata akafanya maovu. Akamuasi Bwana Mungu wake, kwani aliingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukiza. 17. Azaria kuhani akaingia nyuma yake, na pamoja naye makuhani 80 wa Bwana mashujaa. Wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia, si haki yako Uzia kumfukizia Bwana uvumba, ila ni haki ya makuhani wana wa Haruni waliofanywa wakfu, ili wafukize uvumba toka katika patakatifu
kwa kuwa umekosa, wala haitakuwa kwa heshima yako kutoka kwa Bwana Mungu. 19. Akakadhabika Uzia, naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukiza uvumba, naye hapo alipo wagadhabikia makuhani, ukamtokea ukoma katika paji la uso wake mbele ya makuhani nyumbani mwa Bwana, karibu na madhabahu ya kufukizia. 20. Azaria kuhani mkuu na makuhani wote wakamtazama, na angalia, alikuwa na ukoma pajini mwa uso. Wakamtoa humo upesi, hata na yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka, kwa sababu Bwana amempiga. Uzia mfalme akawa na ukoma hata siku ya kufa kwake. Asante. Kisha tu hapo. Amen. Kama tunaandamana na unajua mwanadamu akifunzwa ama wanafunzi akiwa darasani anapelekwa hatua kwa hatua ili auganishe kila kitu ambacho kinaendelea. Hapo tulisoma Mungu akitoka katika Waisraeli katika nchi ya Misri. Maana katika vitabu vitano kule nyuma alitoa sheria kuwapa Walawi, mtu wa kabila nyingine yoyote asije akafukizia uvumba ama kutoa sadaka. Lakini huyu mfalme ukisoma hapo juu, Bwana alimsaidia akawa mshindi, na akawa na ushindi mwingi sana, na akawa na amani. Na ujue sasa ni kumaanisha alikuwa anatunza neno la Mungu. Mungu anampa ushindi. Lakini baadaye alijua na kiburi, na akaona kwamba mimi natosha hata mimi kutolea Bwana sadaka. Na haikuwa kazi yake, ilikuwa neno lilikuwa linafundishwa. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Neno lilikuwa linafanya nini? Inafundishwa. Maana wao tunawajua. Na nafikiri katika mkutano tutazidi kujifunza kuhusu wale watu. Lazima tujifunze na wao. Maana wao ni picha yetu sasa. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Walikuwa wanafundishwa kazi ya Walawi. Umesikia hata kuhani amerudia. Si kazi yako wewe. Yes. Toka hapa. Akakadhabika kwa sababu ya kuhani mkuu na wale wengine 80. Walimsihi maana walijua Mungu ni mtu wa moto urao. Yes. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Walijua hapa lazima kuwe na matokeo mabaya. Yeah. Lakini alikataa. Na kwa sababu ni mfalme, ilifikia wakati wa kumtamsama. Alikuwa na chetezo ambacho ilikuwa na kina David na Kora. Lakini ghafla ukoma ukaonekana kwa kipaji cha uso. Kwa sababu hakutii neno la Bwana. Hakuheshimu neno la Bwana. Ni vizuri kuheshimu neno. Ni vizuri kutunza neno. Ni vizuri tulishike neno. Tulikubatie. Yesu wetu ni Mungu. Ndiposa tunajifunza neno la Mungu. Na nadhani nilisema nini? 19. Ukilitunza unatunza nafsi yangu. Na Mungu atudanganye, anatuambia ukweli. Hilo neno nafikiri liliandikwa miaka mingapi? Hata Yesu hakuwa amedhilika duniani na mwili. Hiyo methali ikiandikwa. Yes. Yale ambayo tunajifunza, Mungu wetu hakuwa ameshuka duniani. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Tumelikuta hivyo. Na tunajifunza saa hii. Si kwa sababu tu ya maisha haya, ni kwa sababu ya maisha ya baadaye. Amen. Si kwa saa hii. Ndio itafaidi, lakini faida kubwa Mbinguni. ni mbinguni. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Na tuweke neno la Mungu kuwa hai ndani yetu. Amen. Yesu ni Mungu. Hallelujah. Tutaliweka kivipi? Ni kulitunza. Hatuna lingine. Kutii Mungu si kazi gumu. Ni vile tunafundishwa Unatunza. Ukisikia hii ni mbaya, unaamua kuacha. Nilipokuwa nikifundisha somo hili kule nyumbani, nimelifundisha ilikuwa hii ilikuwa Jumapili ya 3. Naenda tu na sehemu. Nilikuwa nawaambia
yale ambayo sisi tunasikia saa hii, yale ambayo tunajifunza saa hii, yalikuweko kabla tujazaliwa. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Na kama tunataka kubarikiwa, ni yale ambayo tunayasikia. Maana katika Yakobo inasema, yule ambaye anabarikiwa ni yule ambaye anasikia neno na kulitii. Amen. Huyo ndiye anayebariki. Anayebarikiwa. Na Mungu anasema yule ambaye anafanyika mwenye haki. Si yule ambaye anakaa chini, ni Warumi 2 hiyo, na kusikiza. Lakini yule ambaye anatii yale ambayo anasikia, huyo ndiye anabariki. Anabarikiwa. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Hatuwezi barikiwa kwa sababu, kwa mfano nimetoka Nyahururu. Siwezi barikiwa kwa kutoka Nyahururu kuja nikae hapa. Yeah. Hapana. Lakini yale nitasikia na kutii, nitabariki. Unabarikiwa. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Kwa hivyo Mungu ananionyesha umuhimu wa kusikia na kulitunza na kuweka katika matendo. Na furaha ya mtu wa Mungu, ukitaka kutembea na Mungu vizuri, ni utii neno lake. Amen. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Kwa hivyo tunaona Uzia alikufa bure. Alikuwa na watu wa kumsaidia, lakini yeye hakukubali kusaidiwa. Tuendelee tu pole pole ndugu George. Twende katika kitabu